kuhusiana na tukio hili la motisha kwa walimu wa kidato cha 4 na wale walimu ambao nao walisaidia wale wanafunzi kipindi cha harakati za kutafuta alama kwa kidato cha 4, maandalizi yao kabla ya kufanya mitihani. Ya kupongeza walimu ambao wamefanya kazi kubwa. Kwa maana hiyo inatia moyo na inaonyesha njia kwamba kuna jambo jingine tena, kwa sababu bila kupongezana basi watu hawezi kufanya kazi kwa bidii. Na motisha ni sehemu mojawapo ya mkakati wa mkoa na nchi nzima. Tunashauriwa na TAMISEMI, tunashauriwa na serikali, walimu wakuu na watu wengine, wadau wa elimu, kwamba ni vizuri tukawapongeza walimu. Na tunapokupongeza basi tunakuwa tunaomba jambo jingine, tunaomba mafanikio zaidi. Kwa mimi walimu wa Ngabobu sio mara ya kwanza kuwasikia mnapongezwa na shule. Naomba tumpigie makofi mkuu wa shule kwa kazi kubwa anayoifanya. Lakini pia hapa tuna waandishi wa habari, niwapongeze kwa kazi kubwa anayoifanya. Na nimekuwa nikikufuatilia Facebook, YouTube. Kwa kweli nikupongeze dada Jeni kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Kazi yangu kubwa nitakayoifanya katika uongozi wangu ni kuhakikisha kwamba tunawaletea wanafunzi ambao wana fit kwenu. Na tutaongeza nguvu kule shule ya msingi ili product inayotoka pale basi iwasaidie. Na muendelee kuwa champion. Nimetembea pia na madarasa yenu. Nimeingia form 5, nimeingia form 6 wanaojiandaa na mitihani. Ni vijana ambao mimi niwatie moyo walimu. Endeleeni kujituma. Endeleeni kuwa na moyo wa upendo na wanafunzi, kuwasaidia. Endeleeni kuwapa kazi za kutosha. Endeleeni kuwa na maadili na nidhamu kama ninavyowaona hapa, kwa sababu tangia nifike hapa sijaona mtu ambaye ana misbehave. Ni walimu ambao wako smart, ni walimu ambao wana upendo wa dhati. Hebu muendelee na upendo huo. Baada ya kusema hayo, niishie hapo. Najua mwalimu huwa ni mtu wa mwisho kutajwa kwenye mafanikio mwanadamu, lakini mwalimu ndio mtu wa kwanza kumtengeneza mtu kwamba asimameje, ajueje kuvaa, ajueje kuzungumza, ajueje kujipambania kwa kauli yake ili apate kile ambacho anastahili huku duniani. Kwa hiyo niwape heko kwa walimu kuchagua njia hiyo. Nishukuru sana, na kweli naomba mjipigie makofi kwa sababu ya kazi kubwa. Mmejipigia makofi ya uchoyo. Asante sana, na msisubiri mataji huku duniani, kwa sababu wanadamu hawatawapa, lakini Mungu wa mbinguni aliyewapa akili na ufahamu atawapa hekima na maarifa, na atatosheleza mahitaji yenu kadri ambavyo mnahitaji. Kwa sababu hii na kwa heshima nilionayo kwenye bodi, nitaendelea kuhakikisha kwamba haya ambayo mwalimu anayafanya basi anakuwa yana uendelevu. Mwaka jana nafikiri ilikuwa kabla shule, Januari kabla ya kufungua shule tulikaa tena. Nikasema mtakaporudi ile mwezi wakati tunafungua shule Januari, na mimi nitatia neno. Na mimi na leo naahidi ili kila mwalimu akajitahidi kwa masomo yake. Ili kila mwalimu akajitahidi kufanya ya kwake, pamoja na jitihada zote tunazozifanya za kuwahudumia wananchi. Ni ukweli kazi nzito kidogo, lakini bado tunapambana. Pamoja na kazi hiyo, kazi ya kumotivate walimu ni kazi yetu wazazi. Na mimi kama mzazi naahidi shilingi milioni 2 ambao mtakuja kuichukua kwa wale ambao wanaenda kufanya masomo yao Wonders. Mwalimu anaenda kuweka vigezo vyake, lakini hiyo ipo. Mimi siwezi kuweka vigezo. Jamani, pigeni makofi.
ni ahadi kutoka kwa mkurugenzi na mwenyekiti wa bodi ya shule kwamba hilo lipo. Kwa hiyo mwalimu akienda kuongezea na hii ambao amekuwa akiongezea, basi naamini kitita kinaenda kunenepa kwa ajili yenu walimu. Kuna surprise kwa walimu. Mwenyekiti ameajiri mwalimu mmoja. Kwa hiyo ni surprise na mwalimu yuko miongoni mwetu. Naomba yule mwalimu aje hapa, aliyeajiriwa na mwenyekiti wa bodi ya shule. Jamani, huyu ni mwalimu wa michezo, amesoma physical education. Kwa sababu yeye ni mwana michezo na tumesajili somo la michezo shuleni kwetu. Tumetafuta mtaalamu moja kwa moja, taleta na wadau wengine. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Kwa nini tumeamua tukazungumza sana hii ni jazilishe nyama? Ni kwa sababu ili uweze kuperform lazima uwe na akili ambao pia inaruhusiwa na mwili. Mwili kama haina mazoezi ni kazi bure, lakini akikimbia huko akachoka huko anafanya michezo nini, ndio ufaulu wa A tutaipata. Nipa nafasi hii ni shukuru kwa niaba yenu. Nitasema maneno ambayo wenyewe mmeniambia. Jambo la kwanza, ndugu mkuu wa shule, ndugu mgeni rasmi, ni kwamba walimu wameniambia tuwashukuru sana wazazi kwa kuwa wao ndio waliowezesha hili kwa michango yao. Kwa hiyo tunawashukuru sana wazazi wa shule ya sekondari pamoja Ngabobo kwa michango yao kuwezesha leo hii kupata motisha walimu na kutubusti katika kazi zetu. Lakini jambo la pili ni kushukuru mgeni wetu rasmi kwa kutukaribisha hapa Usirigirai. Ni mahali ambapo tunakuja mara kwa mara. Wewe ni mwenyekiti wetu wa bodi, umetukaribisha mara kwa mara hapa, na kila tukija hapa tunapata faraja ambayo inatufanya tukirudi kule kazini tufanye kwa bidii zaidi. Lakini jambo jingine ni kushukuru mkuu wa shule kwa maono yako. Umekuwa ukifikiria mara kwa mara kutupa zawadi ambazo zinatubusti, lakini mara kwa mara unatupa maneno ya kututia moyo katika kazi yetu, na sisi tunapata hamu ya kufanya kazi na kulea watoto wa watu vizuri. Mwisho wa siku Mungu anabariki, tunapata matokeo mazuri. Nikushukuru pia mgeni wetu mwalikwa. Karibu sana pamoja Ngabobo, karibu kata ya Ngabobo. Ni utamaduni wetu huu kwa miaka mingi sana. Tumekuwa tukipewa zawadi kama hizi ambazo wakati mwingine huwa zinatufanya tukikaa pale shuleni tufikirie kufanya kitu cha ziada zaidi, kwa sababu kadri unavyopewa zawadi ndivyo unavyotengenezewa deni. Maana anayekupa zawadi kuna kitu anataka zaidi ya pale ambapo umefanya. Tunakushukuru sana kwa kushiriki na sisi. Lakini pia sisi ni walimu ambao wengi wetu wamejitahidi. Kazi ya kufundisha sio rahisi. Upate watu ambao ni rahisi, ni ngumu. Tunakesha usiku na mchana kwa sababu ya wale watoto. Na kipekee ni washukuru walimu. Wametumia muda mwingi sana na wale watoto. Leo tunapokea zawadi hapa, lakini kila mmoja wetu amechangia. Akiwa mpishi, akiwa mwalimu, akiwa mwanafunzi mwenyewe, na akiwa mtu yeyote aliyekuwa maeneo yale ya shule, alichangia mtoto yule kusoma. Kwa hiyo sio nguvu zetu wenyewe. Si ndio jamani walimu? Yaani kila mmoja, akiwepo mwalimu wa zamu, yaani kila mmoja alichangia mpaka unapoona matokeo haya. Sio kazi ya kitoto, ni kazi ya kumtoa kwa elimu mtoto. Bado hatujafaulu kwa sababu bado tunaendelea kufanya. Kuna vitu vizuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo nafikiri tukirudi hapa tunaahidi mambo mazuri. Kila mmoja atajituma kwa nafasi aliyopo kuboresha na kufanya zaidi na zaidi. Tukio kiujumla la kipekee, tunajifunza vitu vingi. Tunapata motisha ya kazi, maana wanatukumbusha pia jukumu letu. Kiujumla mimi kipekee nimefurahi sana. Na ni viongozi wachache ambao wanaweza wakatoa hizi fursa. Tunakumbushana habari ya inavyotupasa tuweke juhudi zaidi katika namna ya kufanya hawa vijana wapate ufaulu mzuri.
Nawashukuru sana wazazi popote waliko. Mwenyezi Mungu awape nguvu zaidi katika mapambano na awaepushe na mabaya yote ya dunia. Amina. Kwa katika jumuiya hii kwa sababu ni jumuiya ambayo ni baraka kwa Mungu mimi kuwa hapa. Hongereni wote mliofanya vizuri, lakini nina imani staff nzima amefanya vizuri kufikia siku hii ya leo. Hongereni. Sisi kama walimu wageni kupitia hichi tulichokiona leo tutapambana zaidi. Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kufikia viwango vya juu, shule yetu iweze kwenda mbele zaidi, wanafunzi waweze kufaulu vizuri, waweze kutimiza malengo yao. Lakini pia wazazi kwa ushirikiano wao mkubwa sana wameweza pia kufanikisha hili tukio la leo. Tunawashukuru sana. Tunashukuru sana meneja wa sehemu hii kwa kutuweka hapa. Nashukuru sana. Yangu ni hayo kwa kweli. Mwenyezi Mungu awabariki sana, atubariki wote pia tuweze kuendelea kufanya vizuri.